mama anaitwa Addison. Hapa amepigiwa simu kwamba mtoto wako anataka kuja huko mjini. Huyu mama aliweza kuolewa lakini akamdanganya mume wake kama ana mtoto wala yuko single. Kumbe huyu mama bwana alishaolewaga, ila ndio hivi alikorofishana na mume wake. Muda huu mshikaji huyu ndo anayekaa naye hapa. Huyu mshikaji anaitwa Owen. Owen akamwambia, hebu twende tukapumzike. Unajua nimechoka na kazi. Mida mingi ya usiku anapigiwa simu kwamba mtoto wako huko ameleta jau. Kuna sehemu amemtelekeza mtoto bwana. Sasa wakati anaongea na simu hapa, basi akaambiwa kwamba mtoto wako anaweza akaja kesho. Na hapa anamvuta shosti wake siku ya leo. Shosti wake anaitwa Chika. Na Chika akanazungumza hapa. Akamwambia, hebu sikiliza shosti, kama mtoto wako atakuja kuwa kikwazo kwenye familia yako, haina haja ya kumleta hapa. Inatakiwa mpeleke hata kwa shangazi yake bwana. Mdau simu inaita, na simu inaita ni ya ndugu yake. Anamwambia bwana, huyu Tina amemind ile kinoma noma. Basi bidada akaambiwa kwamba mtoto wako anakuja, ameandaa mabegi ili aweze kutoroka hapa. Lakini anaambiwa kwamba Tina tayari ameshafika mjini, sio muda atafika. Huyu hapa ndio mtoto wa huyu mama anaitwa Tina. Wewe Tina, nini kimekuleta hapa? Tina akamwambia bwana, wewe sio mamangu. Mama yako vipi bwana? Umekuja kuniharibia mipango hapa. Lakini mama, hakuna cha lakini hapa, hebu toka nje. Akawa anamfukuza huko nje mtoto, lakini ghafla akamwona mume wake anakuja. Akamfukuza Tina, akamwambia nenda kajifiche huko. Mdau mume wake kuna kitu amekisahau. Akamwambia lakini nini unakificha? Mdau jamaa akamcheki huyu mtoto, akawa anatambulisha pale, akamwambia huyu ni binamu yangu. Binamu. Binamu yangu. Mtoto haelewi nini mama ananiita tena mimi binamu yake bwana. Mzee akasema sawa. Basi unaambiwa kwamba huyu mtoto akawa amekuja huku, ndo amekuja kwenye familia yake, yani ndo mama yake. Anakuja huko Addison anamuuliza, wewe Tina, nini kimekuleta huku mwanangu? Sikiliza. Mimi unaniteje mimi si mtoto wa binamu wakati wewe ni mama yangu? Mimi haiwezekani. Nakwambia siondoki wala nini. Nimekuja hapa town kwa ajili yako. Mida mingi hapa basi amekuja rafiki yake hapa Chika, na Chika anamwambia kwamba, sikiliza. Yaani sielewi nini unachomfanyia hapa mama yako. Usingebaki kwa kijijini. Kama vipi twende tukakae yote. Tina akasema siwezi kwenda kukaa na mtu ambaye simfahamu. Mimi nimemfuata mama yangu. Basi mama akabaki anashangaa tu, kisha Tina akawa anajichenga hapo. Basi umeona, huyu ndio mtoto ambaye nilikwambia ni asikii. Yaani mtoto anielewi kabisa. Haya bwana. Basi tunaambiwa kwamba Tina amekuwa ni kikwazo kwa huyu mama. Basi hapa Tina akamwambia, hivi wewe mama, hivi mimi sio mtoto wako, lakini kwa nini unanifanyia hivi? Usinifanyie hivi bwana, sawa? Unachonifanyia mama sio kitu kizuri. Mama akasema, sio kitu kizuri kivipi wakati wewe ndio unanifanyia kitu kibaya? Kwa nini unaniambia unakuja huku bila taarifa? Mama, sikiliza. Yaani wewe umeolewa na mwanaume mwingine, umemdanganya kama una mtoto. Na ndio maana unataka ijulikane kwamba wewe una mtoto. Lakini mimi tabaki tu kuwa mimi ni mtoto wako mama. Haijalishi vipi, sawa? Mimi nitabaki hapa kama mtoto wako, sio kama mtoto wa binamu yako. Sawa, mimi sio binamu yako. Mimi ni mtoto wako. Tina aliweza kuongea vibaya mno. Hizi tabia zipo kwenye makazi ya watu bwana. Basi Tina akamfukuza mama, akamwambia sikiliza, hichi ni chumba changu. Basi midai hapa bidada anaanza sasa, itakuwaje mume wake akija? Kweli bwana, mida usiku mume wake amekuja hapa. Lakini mume wake amekuja na hasira baby, hebu njoo tuzungumze basi. Si kuambia kama mtoto wa binamu atakuja kukaa hapa. Sasa mbona uniambia kama mtoto wa binamu hata kukaa hapa? Nini tena, mbona amekaa hapa? Samani baby, mimi sikujua kama atakaa. Kwa hiyo naomba nisamee tu. Basi akana mpanga pale mchizi Owen. Mchizi Owen haelewi. Yaani haelewi. Mama vipi? Mbona ndugu zake wanakuja bila kumwambia? Sikiliza hapa mjini bwana. Sasa bidada akaendelea kutoa msamaha hapo. Naomba nisamee, ujue nini baby? Mimi nimekukosea. Basi jamaa akamsamea, akamwambia mwacha kaya hapa. Basi leo hapa Tina amekuja hapa. Ankwe, naomba tuzungumze kidogo. Nataka nikuulize, kwani wewe unajua mama ana mtoto au ana mtoto? Mshikaji akasema mimi najua huyu ana mtoto. Sasa sikiliza, njoo nikupange. Muda hiyo anakuja mamake anampiga makofi hapo. Wewe Tina, hebu twende ukapike huku. Unakaa hapa na kwako nini? Twende ukapike. Akana mpiga vibao hapo, akamfukuza kabisa. Mshikaji kabaki anashangaa, unae vipi? Binamu bwana, wanapigana. Akamvuta mpaka chemba huko, akamwambia usikiliza, ulikuwa unamwambia nini mume wangu? Nitaka nimwambie ukweli kama wewe ni mama yangu. Sikiliza Tina, haina haja kumwambia ukweli. Sasa mida mingi basi Tina yeye akawa anakuwa na huyu jamaa, na jamaa akamwambia twende tukacheze golf, lakini ni siku ya weekend. Basi mama hapa akawa anamwambia, naona mnazungumza na binamu. Ndio. Sikiliza basi tutaenda kucheza golf. Haya, leo hapa basi mshikaji yuko busy na kazi zake, kanakuja Katina. Uncle, unaniambia kama tutaka tukacheze golf? Mshikaji akasema, nilikuwa nimesahau bwana. Leo weekend kuna kazi nazimalizia tu. Muda huo mama akawafuma. Mawazo yake yote labda Tina ataeleza ukweli. Akanamuuliza, mume wangu nini mnajadili hapa? Basi mume wake akamwambia, sikiliza,
Anko, mimi ngoja kwanza nitoke mara moja, sawa? Golf tutaenda kucheza siku nyingine. Mdogo mama anamuuliza, wewe ulikuwa unaongea naye nini? Yaani unataka muelekeze kweli? Hapana mama, mimi kuna vitu tu nilikuwa nazungumza naye. Vitu gani hivi? Mama, lakini kwa nini unakuwa hivyo? Haya, leo hii mama ikabidi amuite shangazi yake na Tina. Akamwambia sikiliza, mimi nikwambie tu hapa dada, nitakiwa ni umchukue tu kabisa huyu Tina bana anakuja kama kilema. Shangazi anashangaa, wewe shangazi, mbona huyu kilema? Mimi siwezi kukaa na vilema bwana. Unataka nikakae naye wewe wakati kilema? Lakini shangazi, wewe sio kilema. Wewe shida nini? Wewe hebu acha kuigiza bwana. Basi Tina akawa ameigiza pale ili asiondoke na shangazi yake. Noma sana. Haya, leo hii hapa analia kinoma noma. Yeye anaitwa eti mtoto wa binamu, sijui mtoto wa nani. Hawa inabidi ampigie bibi yake simu amuulize, bibi mbona sielewi? Akawa amempigia hapo, bibi nimefika mjini huku. Mama yani amenitenga. Mdogo mshikaji akawa anakuja hapa. Akanamwambia, naona kama unalia hivi. Akamwambia hapana, unajua mimi nisha kuaga mwigizaji, kwa nilikuwa nafanya mazoezi ya kulia. Basi mshikaji akamwambia, basi sawa, nitakupeleka kwenye shule ya maigizo ukajifunze vizuri ili uendelee kuigiza. Si unajua? Basi akawa anataniana hapo, anacheka. Akamwambia kweli? Kweli. Basi zilikuwa ni story tu kati ya Tina pamoja na Owen hapa. Akamwambia, vipi shemeja nani? Binamu yako yupo huko? Ndio yupo huko. Basi mshikaji akawa anajichenga hapa. Basi leo hapa mshikaji amekuja kuzungumza na mke wake. Unawaambiwa wao wanapendana ile kinoma noma. Basi mshikaji akawa anampa mipango hapo kwamba yeye atasafiri na kila kitu kitakuwa sawa. Basi bidada akamwambia, sawa mume wangu, leo hapa jamaa amelala sebleni. Basi bidada akamwambia, wewe twende tukalale chumbani. Mshikaji akamwambia, hamna bwana, sikiliza, hamna kitu. Haya, sasa leo hapa ikabidi mama yake na Tina aje kumuuliza Tina, kuna kitu umemwambia wewe nani mume wangu? Tina akasema hamna kitu chochote nilichomwambia. Basi leo hapa shosti wake Chika anakuja hapa, akanampa mipango. Unaambiwa kwamba usipende sana kumsimulia rafiki yako mambo ya ndoa, ni hatari. Mimi nakupa mchongo hapa. Utakuja kunishukuru baadaye. Yaani ukiwa kwenye ndoa, hata kama una rafiki vipi, usimpe michongo ya kwenye ndoa. Basi wakati nampa michongo hapa, Tina kasikia kila kitu. Basi bidada leo hapa akamwambia sawa. Leo hapa sasa kuna picha zimesambaa. Huyu ni nani yako? Kwa hiyo wewe umeshaanza kunichiti. Mara ghafla bidada akaanza kuambia kwamba anamchiti. Mume wangu, mimi sikuchiti. Unichiti nini? Mimi nimeona kila kitu hapa na picha yote nimetumiwa. Na leo tumtumia sijui ni nani. Basi tunaambiwa ndoa imeanza kusambaratika. Lakini akatoto kama ni kenyeka amefanya mchongo. Leo hapa basi kuna mtu anawasiliana naye hapa. Akamwambia, yaani mimi sielewi, sijui inakuaje. Mimi naambiwa anamchiti mume wangu na sielewi. Basi tunaambiwa ndoa ikaanza kuvurugika. Mshikaji anarudi kutoka kazini anavimba, anapitiza hadi chumbani. Basi leo ikabidi amuite rafiki yake tena amwambie kila kinachoendelea kwenye ndoa yake. Na hapa ndo alipofanya makosa. Akamwambia, yaani mume wangu sijui ana shida gani. Basi shosti yake akamwambia, sikiliza, wanaume ndivyo walivyo. Sometimes yani na wewe wakikununia inabidi wanunie. Bidada akanashtuka. Ni kivipi sasa nimnunie mume wangu? Yaani mume wangu nimnunie mimi? Itawezekaneje? Bidada Chika akamwambia, ndio, inatakiwa umnunie kwa sababu yeye amekununia na wewe inatakiwa umnunie. Basi kukagua hata nguo zake, huenda anakuchiti. Kweli bwana, bidada anakuja kukagua nguo za mshikaji, anakutana na kitu kinaitwa salama bwana. Bidada anashangaa, mtu mzima anafanya nini hapa? Kwa hiyo waga ananichiti, ikabidi ampigie simu. I say, nilichokikuta ni ukweli. Basi shosti akawa ametimba hapa, kana mpa mchongo. Shosti akamwambia, sikiliza, kama umeikuta hiyo basi unajua anakuchiti. Kumbe ananichiti. Ndio, yani mimi sikutaka tu kuambia hapo mapema kwamba nilishamshuhudia guest mara 3 mara 2 na akiwa na mwanamke mwingine. Basi leo hapa mwamba anakuja kuambia kwamba kuna kitu kipo kwenye nguo yake. Mwamba akasema kanionyeshe. Bidada moja kwa moja ameacha kitu humo. Akina shangaa hamna kitu. Mshikaji anauliza, iko wapi hiyo salama? Iko wapi? Niambie iko wapi? Iko wapi? Mimi bwana nilikuwa humu. Wewe usinipange mimi. Mimi huwezi kunipanga. Basi nakwambia kwamba akajua ni haka toto. Najua tu ni nani anayegombanisha familia yangu. Nimejua ni wewe Tina. Tina sikiliza. Sio kama mimi sina akili. Umetoa nini kwenye suruali ya anko wako? Mama mimi sijatoa kitu chochote. Usiniite mama. Mimi sio mama yako, sawa? Nimekwambia hivi. Yaani wewe unanizoea kishenzi yani. Baba yako aliniacha nikakulea wewe. Sasa tena unataka kwanza kunipanda kichwani. Beba mabegi yako, chukua nauli, rudi kijijini. Mama mimi sirudi kijijini wala nini. Mama akasema, sitaki kukuona tena hapa, sawa? Rudi kijijini. Yaani mimi sitaki kabisa kukuona vitoto vingine hivi jao kabisa. Mimi nikitaka kiniharibie mchongo hapa. Haya bwana. Unaambia kwamba Tina akawa analia tu pale. Inawezekaneje mimi nikarudi kijijini? Haiwezekani. Yaani mimi nirudi kijijini nimekuja kwa mamangu. Sasa
Sasa sijui ikawaje yani hapa mzee baba. Unaambiwa kwamba kati amekaa hapa, basi anko wake akawa amemkuta hapa, akambeba mpaka ndani. Na hapa anko akasema, "Kivipi mnagombana? Sikiliza, usigombane wewe na anko wako kwa sababu ya pesa. Mimi nikwambie tu, endelea kukaa naye hapa, sawa? Wala mimi sisemi umfukuze, sawa? Najua ni pesa unaogopa zinatumika. Umesikia? Basi endelea kukaa hapa." Unaambiwa Tina ameambiwa kae hapa. Basi huku chumbani mshikaji akawa anamuuliza maswali kadhaa hivi. Lakini mbona inaonekana kabisa wewe unamtenga huyo mtoto au kuna nini kinaendelea? Bidada akasema, "Hakuna kitu chochote kinachoendelea na wala huyo mtoto mimi simtengi. Ni binamu yangu tu, sawa?" Basi hapa mshikaji akawa ameulizia kuna pesa zimepotea tena. Basi wakati huo mshikaji amekuja chumbani kwa Tina anauliza, "Nini anko?" Anko akasema, "Oya, kuna pesa zimepotea hapa." "Hebu sikiliza anko. Wewe pesa usiende ukatafute kwa chumbani kwenu. Tena sikiliza, katafute kwa mke wako, maana mke wako unasikiaga alikuwaga mwizi." Anko akasema, "Kwa hiyo una uhakika?" "Ndio, na uhakika." Sasa wakati mshikaji ameondoka, bidada anatukumbusha, kumbe bwana, hizi pesa zilichukuliwa na mama yake ili kile kisababishi cha mshikaji kumfukuza mtoto, akamwekea kwenye begi zile pesa. Sasa Tina ni mjanja siku hiyo, basi akagundua kwamba mama yake amemwekea pesa hapa kama mtego. Akachukua zile pesa kaenda kazirudisha kwenye mkoba. Na ndipo ambapo mshikaji akawa amekuja hapa, Mshikaji Owen akaambiwa kwamba kasearch kwenye mikoba ya mke wako. Mke wako alikuwa mwizi. Kweli bwana. Mshikaji anakuja kusearch huko kwenye mkoba, anagundua kwamba kuna pesa hapa. Akamwambia, "Mke wangu, hizi pesa nilikuwa nazitafuta, kumbe wewe umeiba." Basi anashuka hapa bidada na anakuja kumfokea sana hapa. Anambia, "Yani mtoto wangu wewe umesababisha mimi nimeonekana mwizi." "Hapana, wewe ni mwizi tu. Na wewe uliniwekea, unafikiri mama tumia akili." Basi leo hapa kuja kumpa mchongo rafiki yake, akamwambia, "Sikiliza, huyu mtoto kila mbinu ambazo unazifanya, yani yeye anakuwa ameshazifanya na ananiambia nitumie akili." Basi akaitwa hapa kwamba wewe kubaliana naye tu kile kitu kiwe sawa. Basi leo hapa kuja kumomba msamaha. Basi mtoto anamuelewa mama yake, akamwambia tutoke out. Leo ametoka out, kuna huyu mshikaji anaitwa Juma. Sasa Juma akawa amewasimamisha hapa. Juma akataka namba ya mama yake na Tina. Basi mamake na Tina akamwambia mshikaji kwamba wewe bwana, mimi namba yangu waga sigawi. Ashosi tuingize tu kwenye gari. Mama, kuna kitu nimekisahau, sawa? Mama akasema sawa, wewe nenda kafuate bwana, si utatukuta kwenye gari. Sasa leo hapa bidada anampigia simu na Juma. Juma anamwambia wewe sikiliza, nataka tutoke wote. Basi mshikaji yuko hapa. Sasa Juma sijui lengo lake ni nini. Wewe Juma sikiliza, mimi sikujui wewe Juma gani? Mshikaji akagundua kwamba mke wake atakuwa na mchiti. Nani unaongea naye? Nilikuwa naongea na ndugu yangu mmoja hivi. Sasa huyo ndugu yangu bwana ananisumbua kuhusu pesa. Basi mshikaji akagundua kwamba mke wake anamchiti bwana. Juma hapa anakuja kumuuliza mtoto, "Wewe Tina, kuna mwanaume ulimpa namba ulimpa namba siku ile nilimkatalia." Tina akasema, "Hapana mama, lakini wewe ndio ulirudi kule. Najua tu wewe ndio ulimpa namba." Tina anashangaa. Yaani kitendo sio yeye amekifanya na imewezekaneje? Leo hapa tena usiku mshikaji Juma anapiga simu. Basi bidada inabidi achomoke kazungumze na simu mbali. Maana Juma anaongeaga mambo ya kishenzi tu. Basi analinda ndoa yake hapa bidada. Basi anajichenga mpaka pembeni. Lakini wakati ameondoka mume wake akagundua kwamba kumbe ndo tabia zake hizi. Kumbe alikuwa jalala mshikaji. Mshikaji akagundua kwamba aisee huyu ananichiti. Sasa leo asubuhi mapema mshikaji Owen anachomoa ndinga. Kuna mshikaji Juma hapa pembeni amejitimbia hapa. Sasa wakati mshikaji amepaki zake gari hapa, Juma anajisogeza, anamuulizia vipi? Namuulizia Addison. Mshikaji anamwambia Addison kwa nini? Addison jana unajua alinipa mapenzi mazuri alafu ana nini tamu yani ni kitamu. Kwa hiyo vipi? Yuko hapa kwani wewe nani yako? Mshikaji akamwambia usiniulize maswali, akawasha ndinga. Mshikaji akagundua kwamba tayari ameshachonganisha. Huyu mshikaji ni kama alipewa dili hivi. Maana hata Addison mwenyewe amfahamu. Sasa hapa aliyeitwa ni Chika rafiki yake na Addison. Na rafiki yake Chika anamwambia sikiliza, mimi nikwambie tu kweli, nisahau kuambia kwamba huyo mke wako ni malaya na anatembea na mshikaji anaitwa Juma. Basi mshikaji akasema inawezekaneje sasa? Mimi kila kitu ninachotaka nampatia. Sasa inawezekaneje? Akamwambia si inawezekaneje, jiongeze na wewe. Kama vipi na wewe tembea na mimi ambaye ndo rafiki yake. Mshikaji akasema haiwezekani, sikiliza shemeji. Wewe ni shemeji yangu tu, wewe ni rafiki wa mke wangu tu. Mshikaji akawa anakataa hapa, lakini akawa anamshikashika pale. Wasikiliza, tembea hata na mimi. Basi hapa tunakumbushwa kumbe hata ile condom ni huyu bidada alikuja kaiweka kwenye hii nguo. Oya, unaambiwa kwamba rafiki cheza nao mbali. Nikwambia tu hapo mwanzo, oya rafiki ni hatari mzee baba. Na hapa anatukumbusha kwamba kumbe yeye ndio aliyemtuma mshikaji Juma ili kuharibu ndoa ya rafiki yake. Oya, unaambiwa huu mzigo ni noma. Yaani noma sana. Usichokijua ni sana usikuagiza. Basi mshikaji alipewa dili na akapewa pesa za kutosha na akaifanikisha dili kuharibu ndoa ya rafiki yake na Chika ambaye anaitwa Addison. Oya, sasa leo hapa mshikaji anarudi zake nyumbani. Akamwambia iwezekani.
yani wewe kumbe ulikuwa unanicheat muda wote. Wewe tena usinizoee wewe mwanamke. Sikiliza, kile kitu unachokitaka mimi nakupatia. Kwa hiyo mimi unanichukuliaje? Unichukulia michibonge, sina akili. Sasa sikiliza, yani kuanzia leo wewe kwangu, wewe sikiliza, wewe binamu, wewe sikilizeni, kuanzia leo bebeni mizigo yenu muondoke. Bidada analia kinoma, anagundua kwamba ni mtoto wake labda ameyakoroga hapa, lakini mtoto naye akawa elewi hapa, kumbe ni rafiki yake bwana. Oya, mshikaji anawafukuza kabisa, anamwambia oya, sitaki kabisa niwaone. Jamani baby, naomba nisamee. Hakuna cha baby. Baby nini? Baby, mimi sijafanya kitu chochote kile, lakini baby chibonge baby. Basi tunaambiwa kwamba mshikaji akafanikisha kuwafukuza. Sasa leo mshikaji anapiga zake mitungi hapa. Anayekuja hapa ni rafiki yake na Addison. Oya, anakuja hapa shemeji anamkuta shemeji yake amepiga mitungi. Basi tunaambiwa kwamba upande wa pili huko hawa wamechukua guest kwa sababu bidada hana kwa kuishi. Basi hapa mtoto kana mwambia mama, mimi sijafanya kitu chochote kile na sijawahi. Umesikia mama? Lakini mama akamwambia wewe, sikiliza mpuuzi wewe. Tunarudi kwenye maisha yetu ya siku zote. Mamako mimi nimeolewa vile ili nitengeneze maisha, nije nikusaidie kijijini, unakuja kuniharibia kazi. Basi huku nyumbani unaambiwa kwamba ni kimeumana, shemeji mtu anataka bwana. Oya, shemeji mtu alikuwa anapigiwa story kwamba tu yani mume wangu anashughulika. Basi leo hapa shemeji mtu akafanikisha bwana. Lakini mshikaji hapa unaambiwa kwamba aisee, kilichofanyika hapa watoto fumbeni kwanza macho. Mependuko. Lakini mshikaji kama ameshtukia kabla ya kugusana hapo, akasema lakini wewe nimekumbuka bwana. Wewe ni shemeji yangu, wewe naomba niache. Mshikaji alikuwa na misimamo yake bwana. Leo hapa bidada anakuja kugonga hodi. Cha kushangaza, anayekuja ni rafiki yake. So rafiki yake tu amevaa shati la mume wake na yuko nusu uchi. Basi hapa kana anasema vipi? Unamtafuta nani? Basi tunaambiwa kwamba alirudi nyumbani kwa majonzi. Na hapa akagundua kwamba mtoto wake hana kosa na sio yeye aliyesababisha. Maana alisimuliwa kila kitu kwamba zile kondom kwa mnagombana ni mimi nilikuwa nimewatengenezea ili mgombane. Basi anakuja hapa kumwomba msamaha mtoto wake. Anambia usioe mtoto wangu. Ni yule shosti wangu, yani shosti wangu ameniharibia mipango aisee. Yani mipango yote imeharibika. Alilia kinoma noma. Sasa leo hapa basi mshikaji anaamua kupiga simu. Lakini anampigia simu ni nani? Anampigia simu ni bidada. Sasa anagundua kwamba na yeye mshikaji hapa anagundua kwamba kumbe yani mshikaji huyo Juma aliamua kutoa tu ukweli kwamba wewe mimi nipewa pesa nusu, ameshindwa kunimalizia, nimeamua nikuchane tu kwamba ni rafiki yake ndo alinituma niwagombanishe. Sasa leo kana kuja akajui kama deal limebumbuluka. Wewe sikiliza, wewe malaya, sikiliza, unataka nini kwangu? Wewe umegombanisha ndoa yangu, afu tena unataka, anauliza kivipi nimegombanisha? Wewe sikiliza, nimepata ukweli, Juma ameniambia kila kitu. Sasa kama nimegombanisha, sasa ungenipatia tu na yeye tuendeleze mapenzi. Mshikaji akawa amewafukuza na ametuma video nzima. Kumbe alikuwa amemrekodi pale. Akamwambia sikiliza mtoto wangu, kumbe bwana mume wangu ana shida, hebu tuenze turudi kwa mume wangu. Basi huyu mama na mtoto wake leo hapa moja kwa moja wanarudi nyumbani. Sasa leo hapa bidada anakuja kumchana ukweli kwamba huyu ni mtoto wake, maana mshikaji ameshapata ukweli wote na amegundua kwamba huyu mama alikuwa anafanya hivi ili kuilinda ndoa yake. Akasema kila kitu mimi nilikuwa najua, sawa. Kwa nao nakuomba tu tuendelee kuishi kama zamani. Ujue nini? Kunificha ficha sio kuzuri, sawa? Umesikia mke wangu? Basi mshikaji akazungumza vizuri na akamwambia kwamba yeye atamlea huyo mtoto, yeye atakuwa ni kama baba. Kama babake alimtelekeza, basi yeye atachukua jukumu la kumlea huyo mtoto. Na hapa Tina anafurahi ile kinoma noma. Na bidada anamshukuru, anamwambia asante kwa kunisamea. Mshikaji akasema wewe usijali, nakupenda sana. Nashukuru. Yaani mimi nilikuwa sijui chochote kinachoendelea huko ndani. Basi familia inaungana. Oya, huu ndo unakuwa mwisho wa picha yetu hii hapa. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Call me, I know my name, DJ Panado, au sio? Zela kutuliza maumivu. Oya mzee baba, umeenjoy kiasi gani? Tuandikie hapo chini. Sema mimi nimeenjoy 100%. DJ Panado, endelea kutupa burudani, endelea kututibu. Kuna watu tuna mawazo. Sasa ukiwa na mawazo, wewe tazama tu movie zangu zote mwanzo mpaka mwisho. Alafu mawazo yako yote nitayatibu. Na ndio maana watu wananiita DJ Panado, zela kutuliza maumivu. Oya mzee baba, tuambie umetazama movie hii ukiwa kipande kipi? Alafu tutakuwa tunapita wote kwenye comment hapo. Shout out wanangu wa Tunduma, shout out wanangu wa Mlo, shout out wanangu wa Mbagala, shout out wanangu wa Kiela, Matema Beach. Oya wanangu wa Kiela FM. Oya wazee baba, tunajua mnajua. I know me, I know you. Okay guys, tuseme tu kama wewe ndo mara yako ya kwanza kufungua hii channel, ni bado hujachelewa. Fanya kitendo cha kwanza, subscribe, like, comment, tutakukitisha kinoma noma. Oya, niseme tu weekend njema na Valentine Day. Mtafute Valentine Day wako, na kama unataka kumpa surprise DJ Panado leo ni Valentine Day, basi nitumie pesa
kwa ajili ya Valentine Day. Sema tu hiyo ni hela ya Valentine Day, enjoy yourself. Tuma kwenye namba hii hapa 0754211152. Jina litakuja Leonard. Niseme tu Valentine Day njema wazee, au sio? Bye bye.